Sauti ya Mungu itakuwezesha kupata ushindi katika vita. Mtu yoyote ambaye unatamani kupata kushinda aina yoyote ya vita utakavyopitia, ni lazima uegemee kuisikia sauti ya Mungu. Anachosema Mungu moja kwa moja kinakupa ushindi katika vita. So hali yoyote utakayoipitia inangoja kitu kimoja tu, Mungu wako anasema nini. So kama unapitia vitu fulani na vimekung'ang'ania, unapitia hali fulani na imekung'ang'ania, angalia uwezo wako wa kumsikia Mungu. Sauti ya Mungu ni ushindi katika vita. Mungu anaposema na wewe, hasemi tu nenda ushinde. Nitakupa andiko and then utaona jinsi Mungu anavyokuelekeza kushinda vita. Mambo ya Nyakati. Sauti ya Mungu unahitaji kwa sababu ni uhakika wa ushindi wako katika vita. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20. Nitachukua mstari wa kwanza, mstari wa 15 hadi 17 and then mstari wa 24. Mstari wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa kwanza, mstari wa 15 hadi 17 and then mstari wa 24. Angalia kwa umakini uone Mungu kwa nini anataka aseme na wewe. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuri wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Mara mingi adui hata kuja kwa njia moja, atatafuta njia kama 3, 4 atakukujia nazo ili akuchanganye. So usishangae hiki kimeinuka, hiki kimeinuka, hiki kimeinuka. Lakini angalia mstari wa 15 hadi 17 uone umuhimu wa sauti ya Mungu. Biblia inasema, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Huyu ni Mungu anaongea naye. Bwana awaambia hivi. Sauti ya Mungu iliingia hapo wakati wamekutana na haya mataifa matatu. Msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Mstari unaofuata wa 16. Kesho shukeni juu yao, tazama wamnakwea na kupandia Sizi,